Tuambie tajiri, unaitwa nani? Mimi naitwa Mama Malkia au Habiba Habibu Lihundi. Mama Malkia nani sasa wewe mtoto mwenyewe Malkia? Malkia Humaira Ramadhani wa Kazi Moto. Kwanza tajiri umepoa. Hebu zunguka tukuone tajiri. Anasema mshono na umbo. Bwana anaitwa Mama Humaira, si ndio? Ndio. Hebu tuambie jambo lako uliandaa takriban miezi mingapi? Miezi 3 tu. Kwanza mwezi gani? Wa 11 ilikuwa mwezi wa 9. Kitu gani kilikushawishi kusema lazima nimfanyie binti yangu jambo kubwa la kipekee siku kama hii ya leo? Kwanza kabisa Malkia Humaira ni binti yangu pekee. Kwa hiyo anastahili chochote kile ambacho mama yake nikijaliwa nimfanyie. Nilitamani kufanya kikubwa zaidi ya hiki ili kumfurahisha binti yangu. Kwa sababu nimempata kipindi ambacho tayari nimeshakuwa mtu mzima. Namshukuru Mungu kwa hilo. Kwa hiyo lolote lile ambalo nitakalojaliwa kulifanya basi nitamfanyia binti yangu. Ndio. Na unajisikiaje kwa wageni walikuwa, ndugu jamaa na marafiki, na imani kabisa na mashoga zako ambao wote ambao umewalika siku ya leo, afu unaona kabisa umati umejaa katika ukumbi, unajisikiaje? Najisikia furaha sana. Hii yote inaonyesha kwamba naishi na watu vizuri, napendana nao, na ndio maana wamenikimbilia katika jambo langu. Una kitu gani cha kuambia, labda neno la shukrani, kuwashukuru ile ambayo kwa yule ambaye amekuja siku ya leo, basi atakuona basi afarijike katika moyo wake? Nawapenda sana. Sina cha kuwapa, lakini nawapenda sana na mimi najua wananipenda. Na kujamwona mzee, vipi mzee? Mzee yupo kikazi na misafiri. Yupo nje ya mkoa, kwa hiyo yupo kazini. Na inaonekana yeye ni mtu wa mitunzo sana, kwa sababu unaona yeye umepokea mzigo wa kwenda. Hebu tuambie, mara mwisho ulitunza shilingi ngapi? Mara ya mwisho nilitunza milioni 2. Sasa ulikuwepo? Kwa ndugu gani unaweza kumtaja? Hiyo siri. Umemtunza milioni 2. Na wanasema unapotoa kama 100,000 au 200,000 inatakiwa urudi mara 2 yake. Mara 2 yake. Sasa wewe unampa milioni 2 vipi karudisha? Leo amekuja? Kwa kweli sijamuona. Kwa nini sasa? Hebu tuambie. Sijajua sababu, kwa sababu mpaka dakika ya mwisho tulikuwa tunawasiliana. Lakini sikumuona, kwa hiyo siwezi kujua, inawezekana ana changamoto. Tumchane? Hapana. Hakuna. Ashindwe. Nawapenda wote, nawapenda sana. Changamoto inamtokezea mwanadamu. Sawa, labda hakujaliwa, amejisikia vibaya kuja. Sawa, lakini pia katika hapo mambo ya mitunzo, kuna watu wao kila siku wao wanafiwa wao. Yaani kuna watu kwamba ikifika zamu yao ya kuleta mzigo, yeye kila siku anaumwa, anaua ndugu zake, sijui mzaa baba, mzaa mama. Hebu una jambo gani la kuambia wenye tabia kama hizo? Wenye tabia kama hizo kwa kweli sio vizuri, kwa sababu mtu anapokuja kukuletea mzigo anaamini kwamba na yeye utampelekea mzigo wake. Tunasapotiana kwa namna hiyo. Na wanasema hakuna chizi shughuli. Hakuna chizi shughuli. Kata uzi wako ni kata uzi wangu. Fata ni kufate. Hatari. Sawa, mimi nashukuru sana kwa muda wako. Asante. Mungu akubariki sana. Amina. Jambo tumeliona, jambo limefana. Hakika umeweza. Amina. Wewe na Malkia wa nguvu sana. Jambo tunalo na tunatamba nalo. Ubarikiwe sana mama. Sahau kusubscribe, kulike na kucomment.